Nasema kumbuka, mtu wa Mungu, shetani haogopi ahadi uliopewa. Ile ahadi ambayo Mungu amekupa, shetani haiogopi. Anaogopa siku hiyo ahadi itakapotimia. Ile ahadi ambayo Mungu amekupa wewe, shetani haogopi. Anaogopa siku ile ahadi itakapotimia. Kwa hiyo yeye anapigana na utimilifu wa ile ahadi. Kwa kabla ahadi haijatimia, hapa katikati ataanza kukuchanganya ili utimilifu wa ahadi usifike kwenye hatima ya ahadi Mungu aliyokupa. Ndio maana vita vingi huja kati ya ahadi na utimilifu wake. Ndio maana vita vingi vinakuja kati ya ahadi na utimilifu wake. Watu wengi hawapotezi ahadi kwa sababu Mungu ameshindwa. Hapana, wanapoteza ahadi kwa sababu wameacha njia ya Mungu kabla ya wakati kufika. Kosa la kwanza kubwa kabisa ni kukata tamaa. Wagalatia 6 anasema tusichoke katika kutenda mema, kwa maana tutavuna kwa wakati wake tusipozimia moyo. Tusichoke kutenda mema, kuchapa kazi kwa bidii, maarifa na juhudi. Tusichoke, tusikate tamaa. Ukija Wafilisti wakifuka kisima 1 chimba namba 2, wanasahau kuna Wafilisti duniani. Kuna watu wanawinda mafanikio yao. Kwenye kufanikiwa hata rafiki wa gadu, wala hakuna rafiki anataka ufanikiwe zaidi ya yeye. Sembuse wale wengine, fahamu hivyo. Hakuna rafiki anataka ufanikiwe zaidi ya yeye. Usichoke kutenda mema, usichoke. Ukichoka imekula kwako. Anayewajibika na maisha yako ni wewe mwenyewe. Atakayewajibika na kuchoka kwako ni wewe mwenyewe. Wewe choka. Mimi nimechoka. Mwanga wa kwanza wa uchovu wako utakuwa ni wewe. Baadaye watafuata wanaokuzunguka. Wewe choka. Kafika mahali kuona Mungu anakutia moyo, acha uchovu, fanya hivyo, unangangania. Mimi siwezi. Mimi jamani, siwezi, nimekata tamaa. Mzee upako achana nayo, ubiri njia. Hakuna. Mimi nimechoka. Hata kurudi kwa makareli. Haya. Ala, mara nyingi mtu aliyechoka usimpe mkono, mpe kamba. Akiwa shimoni, usimpe nini? Usimpe mkono, mpe kamba. Shika kamba. Ukimpa mkono huo unangangania. Niachia, anangangania. Maana sasa unapomsaidia mtu na wewe jiangalie mwenyewe. Ogopa sana mtu aliye kwenye shimo.